mnatuitanga saa zenye nyinyi mko na mashida zenyu, lakini saa zenye sisi tuko na mambo zetu, hata hiyo time ya kuongea mtupatiangi. So saa hii juu mko na mashida ndio mmetuita public participation, na bado mkitupatia hiyo kitu mnatupimia masaa ya kuongea, mtuachi tuongee mashida zetu. We lunch ilikuwa kichapo. Ulichapwa. So after Morara alikuwa anapigwa, kuna wababa walikuwa saidia chini. Walikuwa na 2 point wakisema sisi tuko na dawa yenu. Na sisi juu ya mdomo tunawaambia hadi wewe tuko na dawa yako. So kumbe after Morara anapigwa pale, ule mbaba aliamka kitutafuta. Yes, gathashia mwanya muno murori wa Paxson TV, murori wa Chuma Moto TV na murori wa Kikusta TV. Muthenya mothe twego kundu kigeneta mukuru kwa Ruben na twe na Muiritu ukirikaine ta Caroline ni Cheptoo, Caroline Cheptoo. Tomonie video ine Aratrend ni yari kuria kundu kigeneta bombas na yethite gutetera a Kenya na muno Gen Z, na muthenya mothe twakigo tumucerere tukotukianiri nake atuhe mawoni make atwire hihi we thirikari iramutwara atia. Eni ru muthenya wa ira ni kurakiri na kindu gitagwo impeachment. Bunge ni marakorirwo makimpeach mundu kiugeneta deputy president, na ithui a Kenya turakorwo tukiuga akorwo ni marainuka mainuke mari hamwe guo. Ona mundu kiukaine ta Caroline ogo ndaigire akiuga tuko tukiani nake atuhe mawoni make. No mbere nene Chuma Moto Media tukaribishie Cheptoo. Yes, ana nino kumugaithia ndimwire karibuni sana no muthe tukire na Caroline Cheptoo. Maoni yangu kama Caroline Cheptoo wote waende na muthe ni watucereire guku guo nigetha twarie tugaithania term gay atwire missing njoma matio icio we niwe gikundi guturaka niwe gikuyu hanini kana kiria na niguo twagu akokirwo ni mwakiretwo kiona maundu makwa magithii na mbere thirikari ni magukihagura munini wa president. Niturakenda tuigue maoni make kana magicenjetie atwire agithiete Bomas gwika atia atwire kana we ni gukirihwo kirihitwo guthi kuria Bomas ona agitwire akiumite ku ni mukareji ni ndarakeka ati na kisaidi na Ruto na nigetha tukorwo tukika ati maundu macio mothe. Sasa ni mukaribisha sijui kama ni igua Gikuyu. Karibu sana. Igua Gikuyu. Tukaithie. Gikuyu. Oro wenyu. Salimia tu achamke. Salimia na hiyo kweli. Acha niongee tu ya Kiswahili ndio najua sana. Habari zenyu? Hope mko poa. So kwa majina inaitwa Caroline Cheptoo Mumbua, but hiyo jina Cheptoo it's like ni mamangu alikuwa ameoleangwa na Mkale and then waka separate. So kwa hiyo situation nikakuwa nimeleleka sana kwa Ukambani. Huko ndio najua Kikamba sana kuliko Kikale. So after wame separate huwezi ingililia relationship ya mom and dad, but huko jina ya Kikamba niko nao na ya huko kwetu bado niko nayo. So mostly huko wananijua kama Cheptoo. So umezaliwa wapi? Ulizaliwa wapi na umelelewa wapi? Okay, kuzaliwa sitasema nimezaliwa hapa cause nilizaliwa place inaitwa Lolunga Narok and then tukashiftia huko after my mom wame separate na dad, ndo huko ndo nimeleleka mkuru kwa Ruben. Kutoka mpaka kusomea umesomea huko? Nimesomea huko ile shule inaitwa pale EF Ruben Center. Wow, so ukisoma ulikuwa unataka kuwa nani? Nategemea baadaye nilikuwa natapetna sana nikuwe mtangazaji. And then because ya situation my mom after amepass so ilikuwa changamoto, sio sikume kumaliza shule venye inafaa and then kanikuja tu kwa tunasema tu kila kitu ni mambo ya Mungu. So huku Mukuru ndio mtaa ndio umelelewa ndio umekulia mnajua na watu huku kila kitu? Mukuru ndio Mukuru tuseme ndio kila kitu sasa. Na wewe ni Mkamba Mkale? Mkamba Mkale. Unajua hiyo last time hiyo time ulishangaza watu sana, watoka shangaa. Ni aje Cheptoo anasema mpaka mtu wao aende. So saa hii mali imefika atuangalie ukabila, tuangalie Mkamba, Mkikuyu, Mkale ama Masai ama Mjaluo. Tunaangalia sisi wote. Cause hata hapa mali nimeleleka tuangalia ngizo kabila. Tumeleleka sisi wote, si ni familia. So kama inani affect Mkikuyu na mwingine, imaanisha ati mimi nafani saidi na saidi moja. Ingekuwa nafani saidi na saidi moja Ukambani ndio nimeleleka sana, ingekuwa kwa Wiper. But mostly nimekuwa
nimekuwa na watu wengi, so mi nusema mi ni neutral, mi si yuko side ya mtu yoyote. Na umesema ukilelewa ulikuwa unataka kuwa mtangazaji. Ilikuwaje ukakuwa mwanasiasa? Okay, nasema ni kitu ni kama nimeipenda, ninaipenda. Ni kitu tu nikaiko kwa damu. Mtazamaji pia anaweza penda mueleze vizuri, maybe ulianza mambo ya wewe ulianzia lini kuvote? Mara ya kwanza ulivote lini ama ulivotia president gani? Okay, kwa kuvotea kwanza nilianza na President Uhuru. Hiyo ndio vote yangu ya kwanza. Alikupeleka vile ulikuwa unataka, unatarajia? Sitadanganya, my favorite president ni Mwai Kibaki. Okay. Yeah. So ikaenda hivyo, tukakuja kuvotia akina Ruto. Wewe ulivotia Ruto? Ama of course nilimvotia kulingana na venye alikuwa anasema ataleta changes. So nilikuwa na expect kuna mambo mazuri na kama. Yeah, until sina regret. Sasa una regret kwa nini? Mambo ni ngumu. Mambo ni ngumu hadi naona ni kama yeye ndo anafanya hata ijue iwake hivi. So na regret by the kumpea kura yangu because alikuwa amepromise watu vitu mob sana kukiangalia kwa mwananchi wa chini, and for me kumpatia hiyo kura ikuwa kwa mwananchi wa juu sana, ilikuwa huyo wa chini. Mwana boda boda, mtu wa mama mboga, yani mtu mwenye tunashindana wao wenye tuko hapa chini kabisa. So nikimpea hiyo kura nilikuwa na expect mambo changes ya watu, but for now venye naona no changes anyway. Sasa hapa emba cash, nimesikia mnaita emba cash, emba pesa. Sasa hapa wewe unafanyanga nini? Okay, mimi ni hustler. Mimi kazi yangu yenye mostly nafanya ni kuuza perfume. Hiyo ndio job yangu. Then another thing, sitasema ni job, ni ya kujitolea. Tunakuanga na Ladies on the Move. Tunaingianga kwa household kuangalia zile nyumba ziko chini, na pia tunapikia watoto place inaitwa Grau. Hiyo so ndio shughuli yangu, hiyo ndio shughuli yenye nafanyika sana. Ukinitafuta utanipata kwa hiyo. Na sasa siasa umeingia aje hadi hiyo siku ukakuwa ati umeenda huko Bomas? Nini ilikuvutia kwenda huko? Sita kudanganya, at that day tuliona kwa news, but tulikuwa tuna expect kuenda. Sita danganya, but hiyo asubuhi tulipigiangwa na huyo boy anaitwa Ali Mzee Ali. Akatuambia, Karo, mnasikia kufika Bomas? Kusikia tu kufika Bomas nikapigianga best yangu because mimi ni neighbor, mimi ni wa pale na yeye ako hapa. So kumuita ni dakika moja, nikamwambia wewe tufike hivyo, akaniambia ya. Tukachochana na tukatoka na tukaenda. Na bado tulikuwa nao maboy na tulikuwa na wale mademu wawili. Mmoja anaitwa Karo bado na mwingine anaitwa Kate. So tukaenda sisi wote Bomas. Kufika Bomas kulikuwa aje? Bomas venye tulifika pale ndani tutadanganya tu kwa tuna expect ati tulikuwa tunadhani ni kitu tutaongea sisi wote, kila mtu ako na right ya kusema Kenya anasema, but venye tuliona sisi ndio ni kama tu kwa side moja. Kulingana venye palikuwa watu walikuwa wameambiwa Kenya wataenda kusema. Sasa mkienda Bomas nyinyi mlikuwa mmeenda kudu? Sisi tukitoka hapa alikuwa tumesema wote waende. Hiyo ndio wimbo ilikuwa kwa akili na run. Na ilikuwa siku ya public participation. So mlikuwa mnaenda tulikuwa tunaenda kuongea mambo zetu. Na then kama ni kuenda wote waende. So kufika pale kulingana na venye tuliona ilikuwa public participation, hiyo ilikuwa ni kama inasemekana Gachagua ende. So sisi tukasema kumbe ni hivyo ndio inasemekana. Si ati mashida zetu ndio tunapeana. So wacha sasa tuongee ukweli kenye tuko nayo kwa roho yetu. Kwa tuna expect ni zile mambo zetu tunaenda kuongea, tuseme mashida zenye tunapitia, mwananchi wa chini anapitia, but kufika pale ikuwa hiyo. Amukwa mnajua mnaenda public participation ya ni Gachagua, mlikuwa mnafikiria mnaenda kujiongea? Mi tukitoka hapa si tukua tunafikiria ni mambo ya kujiongea, zile mambo tunapitia Kenya, vitu kama hizo. Amukwa na idea ni Gachagua mnaenda kuulizwa ama aende ama akae? Sisi hata tuseme tu ukiwa kwa tukienda kila kitu ina run kwa mind. Kenya unaenda kuongea unajua ni nini unaenda kusema. So sisi tukitoka hapa tulikuwa tuna kitu moja. Kama ni mambo ya kujieleza, mambo yenye tunapitia tutasema, na kama ni mambo ya hiyo mchujo bado tutaongea ni nini tunataka. Na mlikuwa mmelipwa?
Mnalipwa? Oh my god, si tu kwa tumelipwa pale. Ndio nakwambia hata huyo bondo alitulipia fare. Tu kwa tumepatiwa anything. Si tulitoka hapa tukijua ni nini tumeendea pale. Like sisi ni kuchochana, tuseme tu hivyo. Group yetu inakuanga tu ni kuchochana. Twendeni hivyo. Na So tukaenda. Before hiyo siku ya public participation ifike huko umejitayarisha hadi kesho ni public participation, so nitaenda. Nilikuanga kwa nyumba na ubeshte yangu. Then hapo kwa tukiwatch tu news kama kawaida. Then tuko na news hiyo public participation. Alafu ilikuwa niyo story ya huyo mzae. Huyo mzae mwenye aliongea kilia. Huyo hata ndo alifanya sasa tupatwe na machungu kabisa. Tukasema hii nayo imekuwa too much. But sisi tukichochana kwa nyumba tukisema yani nje mbaba analia haki hivi juu tu ya hii government. Asubuhi tutapigwa na obeshte tusimu atuambie tokeni tuende. So ni hilo mzae ndo alifanya hata nipatwe na hiyo machungu yote. Huyo mbaba mwenye alikuwa analia, huyo ndo alifanya by the way pressure ipande vibaya sana. Na how comes wewe ulipata mic aje? Okay, venye tulifika pale tulipata kumbe tulikuwa na mavijana wetu, alafu plus sisi waine mdomo wetu tu inajulikana na venye yukua. So hiyo kushout hadi tunaita huyo MP wa Makadara Aladwa wewe sema tupewe mic. Tukishout ndio alituangalia. Kwanza akasema hii ni Embakasi North, tukamwambia hapana ni Embakasi South. Akasema peeni Embakasi South mic. Hiyo ni kelele. Inaonekana hiyo kelele yetu Jumii kwanza nilikuwa na time kama kumenyamaza na shout tupatie mic. Ni kama sasa alisikia tunachoma sana. Ikabidi atupe mic. Wenye ulipewa mic, hebu sema tu venye ulisema sasa. Okay, nilianza na habari zenyu, nikapea mic watu wangu, hii ni Emba wote, wakasema hii ni Emba pesa. Then hapo sasa ndio nilipatwa na machungu ya kuongea venye sasa niliongea. Kumbusha ndio mtazamaji akumbuke venye ulisema. Okay, kitu ya siwezi kumbuka zote but naweza kumbuka zile kadhaa zenye nilisema kama moja. Mnatuitanga saa zenye nyinyi mko na mashida zenyu, lakini saa zenye sisi tuko na mambo zetu, hata hiyo time ya kuongea mtupatiangi. So saa hii juu mko na mashida ndio mmetuita public participation, na bado mkitupatia hiyo kitu mnatupimia masaa ya kuongea, mtuachi tuongee mashida zetu. Alafu then nikasema kwa maoni yangu mimi kama Caroline Cheptoo, beshte yangu akarukia alikuwa anaongea na mimi nikasema wote waende na hakuna mnyonge, wote waende na hakuna mwenye anabaki. Lakini kabla ufike hapo ulikuwa umesema na kwanza mtuambie kama mnapatia lunch. Sasa tulikuwa juu walikuwa wamesema by the way tukiwa hapo tutaka hapo hadi around 5. Sasa tukiwa pale kwa kiti tunasema watu tubebaje kwanza. Si wanatubebanga kama watoto watu. Si sasa tukiwa na mabeshte zangu. Una imagine unakaa hapa hadi 5. Na yeye mtu kwenye alikuwa hiyo siku ya parliament, yeye anakaa na anakula na analipwa ndio apitishe hiki kitu yenye wamepitisha. Tudanganyani hii ni kitu wamelipwa, obvious ndio wapitishe. Mbona sisi wasitupatiangi hizo do? So nikiongea hivyo nilikuwa na hasira ya wachangeni kutubeba ujinga. Hata sisi tunataka hizo do zenye mukula. Kwanza mtupe chakula ifike hiyo 5 na musipo tunatoka hapa saa 6. Na kesho mkituita tena tutatoka saa 5 na msikituita hiyo kesho ingine tutakuja. Na at long last mlipewa lunch, mlipewa chakula. Lunch ilikuwa kichapo. Mlichapwa. So after Morara alikuwa anapigwa, kuna wababa walikuwa saidia chini. Walikuwa na 2 point wakisema sisi tuko na dawa yenu. Na sisi juu ya mdomo tunawaambia hadi wewe tuko na dawa yako. So kumbe after Morara anapigwa pale, ule mbaba aliamka akitutafuta. Hadi kabidi niambiwe nitoe jacket. Ilibidi niitoe nibaki na tisho. Kwa alikuwa anatutafuta, alafu alikuwa amevaa sweater. Uzuri yake alikuwa amejifunga. So alivaa juu, wakujua ni yeye. Wakienda kurusha kiti, mmoja venye aliniona akirusha kiti, kuna mama aligongangwa na hiyo kiti akinizuia. So ikabidi maboi wengine wa Kibera na maboi wa kwetu walinitoa wakatupeleka. In fact hata tukaikawadi tuliingizangwa kwanza kwa choo, na thanks sana huyo dem mwenye alikuwa washroom akatuingizanga hapo kwanza pakatulia, then tukatolewa nje na maboi wetu na tukapelekwa hadi kwa barabara, tukapanda gari, si tukarudi home. So hata tukifika home kidogo tunaona kwa news
shughuli imeisha. So kumaanisha ile masaa tulisema ya saa 7 tunaenda home, watu wote kumbe walienda home. Wow, na nini vita by the way ilitokea aje mpaka basi walipigwa aje makujienda aje? Okay, huyo boy ni kusema tu kweli alipigwa bure koza walikuwa wanaongea kusema pia yeye apewe chance aongee. Pia apewe chance aongee. So mtu mmoja ndio alianza fight kurusha kiti. Na unaona kwa kitu kama hiyo kirusha kiti ni kumaanisha watu wengine wanaanza kushtuka wakikimbia. So hapo ndio fight ilianza. Na sasa after hapo ukiongea hivyo ulijua uko kwa TV zote, ulijua utatrend. In fact hata sikuwa najua tuko live TV. Kwa zada nilishtuka sana tukiwa kwa gari tunatumiwa screenshot na mabishti zetu wenye wako home wakituambia tebu tokeni huko. Na ni ukweli by the way walikuwa wanatutafuta. Kwa hiyo dem mwenye alikuwa kwa washroom alikuwa anatuambia wamesha mark tebu endeni home. So tukiwa kwa gari ndio nilijua ya kumbe tulikuwa kwa live TV na hata tulikuwa tunajua. Kwa dhani tu ni zile vitu normal zenye tu sisi tu ufanya. Tunaongea hivyo. Sikuwa na expect ati tulikuwa kwa TV. Ulisikia aje by the way kutrend watu umetrend hata TikTok umetrend sana? Kitu moja nilinifanya ni feel poa ni kuona nikaa watu wenyewe washafunguka macho. Nikiwa mmoja wao. Hiyo ndio kitu moja nimefurahia sana kuona kumbe watu ni ile wa kupata chance ya kuongea venye ni ile mimi nikaa ni Mungu alinioneka. Nitasemaje ni kama uongee venye watu walikuwa wanataka kuongea. So hiyo ndio kitu moja nimefurahia kuona like nimepata support na maboi sana maboi wamechanuka. Mayouth. Na after hiyo kutrend kuna sijui kama wewe ulikuwa unasoma comment, kuna watu wengi sana walikuwa wanasema upewe kwa bili yao. Zika kuna watu wamekutafuta hivi maybe wakubaie kachai nini. Hiyo tu ni mambo ya online. Hiyo ni mambo ya online na then tena ukiangalia ni kama bado wajanijua. Kama watu wengi wajajua. Unajua mostly unapatanga watu unaweza pata huyo sasa hiyo obvious kuna wenye wametengeneza hiyo Caroline Cheptoo. So unapata maybe mtu ako na shida kusema ni maybe nitatuma kitu yangu hapa iende to the wrong person. Kabisa. Sasa juu majenzi wanakuoja hapa hivi naweza penda majenzi na nyinyi wote mama mnatazama demo tulipresent sana pale Bomas. So unaweza taka support juu wewe unaweza penda kusupport baadhi na watu. Okay, wanaweza ni support na kunifollow TikTok najiita #Caroline Cheptoo. Kwa Instagram najiita Sasi Damsel. Okay, Facebook najiita Kalota Kiri na X najiita Caroline Mombua. Na WhatsApp na M-Pesa na jina real juu hizo hakuna place unajiita jina moja. Okay, jina real si M-Pesa inakujanga na jina ya mwisho na venye nimeshaelezea my mom waliseparate na my dad. So jina ya mwisho lazima ningeenda na jina ya mom. So inakujanga Caroline Mombua. Jina ya mom. Sio kama unaweza mind kupatia na hao wenye walikuwa nasema nini na bill yako na ukule kwa ukunywa kwa bill yao. Sijui kama unaweza mind kuwapatia namba. Sijui kama watakusumbua, sijui kama utafanya nini. But sijui kama unaweza mind kutafuta namba, kumind venye wanaweza kusupport directly. Acha sasa kukufollow. Ubai kachai kasoda hivyo. Okay, naweza wapea namba. Okay, my number ni 0706 547 062. 0706 547 062. Ukituma itakuja Caroline Mombua. But hiyo ya Cheptoo msisahau ni yangu bado. Ni venye jina mam lazima ikuwe mwisho kwa ID. Rudia hiyo namba tena na wewe mwenye unatazama hapo, acha tu support wa Gen Z hapa. 07 06 547 062. 062. Wow. Huyu dem aliturepresent vizuri sana. Na niona watu wengi sana wakisema, "Hey, huyo nipatiwe namba yake ni akunywe kwa bili yake, apewe kwa bili yangu." Sasa namba yake ndio hiyo real. Na ndio tunaongea naye hapa. Kwa hivyo hiyo namba ukimtumia yeye ni support. Ni vizuri hata kummotivate. Naona pia yeye ni hustler hapa mtaa. Unaona hata hiyo fare nikupewa alikuwa amepewa. Ukimpatia kitu itammotivate na itampush mbele. Na politicians, hizi ni talents zenye mnafaa kuwa mkiangalia huku. Ni watu wanaweza wafanyia campaign vibaya sana. Ni watu wanaweza watafutia kura mingi sana. Ni watu wako na influence mzuri sana ya mdomo. Kwa hivyo hamwezi kosa kitu yenye mnaweza work na wao vizuri. Kuwork na wao vitu kama hizo na ndio pewa wakuwe empowered na waweze kusonga mbele. Si unaona kama walienda huko Bomas
bila hata ajui, hakuwa anajua vizuri sana nini anaendea huko. By the way, yeye alienda tu juu anapenda inchi yake, anapenda polisi, akaenda huko kutetea nini, na walikuwa na best yake, na mpaka best yake amshio taongea na yeye kidogo pia atuambie nini limpush. Kwa hivyo mimi Caroline ningekwambia ulifanya kitu poa, uliongea kwa sauti kubwa na ukasikika, na ndio maana umetrend hivyo. Na watu wengi sasa hivi hata venye unasema hawajakujua. Sasa umejulikana Kenya mzima na nje ya nchi na outside Kenya. Na hiyo namba umepatiana, najua watu watakusupport na wengine watakupigia kukusumbua. Na wengine I know. Wengine watakukatia, watauliza kama uko na mtu. By the way, anaweza tuambia kama ako na mtu ama ako na familia. Okay, niko na mtoto. Huyo mwingine hadi hayuko. So watakuja tu. Yes. Umesikia ako na mtoto, kwa hivyo hiyo namba mnaweza piga, msikizane, muongee na yeye vizuri, na nataka airudie tena. Yes. Kuna mwenye wako ameishika ama kuna mwenye wako ameona need ya kumsupport, mimi naweza pata aurudie namba ndio watu wa kusupport na kakitu. Okay, 0706 547 062. 0706 547 062. Na pia kama mnaweza, kwa wenye wako na manguzi kwa nyumba, maviatu, kuna kuanga hiyo mradi yenye tunafanya kama Ladies on the Move, mnaweza kuja kutusupport every Saturday. Tunapikianga watoto grau, watoto wa street kids, na bado watoto wenye wako chini, kwa sisi tumeleleka hapa, tunajua ile changamoto watoto wanapitia around. So every Saturday tuna pocket kwa mfuko zetu, tunanunulia watoto food, tunapika. Tunaweza tufollow bado Facebook kama Ladies on the Move, muone kenye tunafanyia community. Wow. Kuna kitu imenifurahisha kama hiyo. Unasikia wako na group. So hapa hata mwenye kwa hapo politician ni rahisi sana hata kuweza kuwa support. By the way, mkuja mshikilie hiyo group yake. Unaona kuna kitu ya maana kama kusupport, kuhurumia hata mwenye ako in need. Huyu angekuwa kwa serikali Jumamoto. Huyu unaona kwanza wako na initiative, hata sikuwa nimeshika hiyo vizuri. Ladies on the Move wana support watoto wenye wako less privileged. Yes. Wanawapikia umesema kwa grau. Pale grau. Sasa serikali badala ilikuwa ina discuss vitu kama hizo important kwa bunge, ina discuss vitu sasa, ina waste siku mzima, na leo tena ni siku nyingine wana waste, wako Senate wana waste siku mzima kuzungumzia vitu zenye sisi by the way hazitusaidii saa zingine. For example kama hiyo ya kuondoa Gachagua, hiyo ni kitu haituhusu sana. Inatuhusu kama inchi, but that not, hiyo si kitu mnafaa kwenda mkiongea. Mnafaa kuongea vitu kama za kina Adani. Sasa hii kuna hosi zimefungwa kama Kiambu, hosi mingi zimefungwa sana, sijui watu wana shift from where to where. Yaani waongele badala wabunge waongelelea vitu important, wanaenda kuongelelea vitu zenye si important. Na sijui sasa wewe after venye sasa Gachagua ameondolewa jana na wabunge, sasa kama umebadilisha stand ama wewe sasa uko side gani, ama how do you feel? Okay, for me watuletee sasa za huyo president. Si wametoa Gachagua na si tulisema wote waende. Sasa si tunamebakisha kuimpeach sasa president. I think next week sasa ni yeye, hata yeye aende, tuletoe tuingie kuvote, tuvotie wengine, tu try kwingine. Because ukiona venye example ati venye watu wanasema ati president ati bibi, bwana akishindwa na bibi unamfukuza, utafukuza wangapi? Si utachoka? Because kila kwa nyumba kukosana. So kama wana divorce, hatutaki wazazi, wacha tuadaptiwe, tulelewe na watu wengine. Sasa sisi au ndo tulikuwa tunaangalia kama baba na mama, na sasa hivi wamekosana na tunaona kabisa kwenye inaelekea nikawa hata wanauana, tuwazike. Si waende basi, tulete wengine, wacha tuvote, tulete wengine. Gachagua ashaenda, tunangojea sasa president pia aende, alafu sasa tupate wengine tuingie kuvote. Yes. Yeah. Na sasa president asipoenda? Okay, president asipoenda, I don't think niko na president. Asipoenda, mimi sina any president from now. Yeah. How do you feel kuona serikali wa Kenya wanataka hivi but serikali isikizi? Kama saa hii walikuwa wanasema Gachagua asimpichiwe but akaimpichiwa tu. Na hata karibu hata nini kitu inaitwa finance bill bado isipokuwa ni wa Kenya waliandamana, bado hata hiyo serikali ingepitisha tu. Sijui wewe how do you feel venye serikali isikizi mwananchi, wao wanafanya venye wanataka? For me venye na feel, ndio maana nimesema my favorite president alikuwa only Moi Kibaki, because at least is the guy mwenye alikuwa anasikiza wananchi. So tukiendelea au kwingine nikaa ni kiburi, nikaa mtu anaona ni kama shaon Kenya nikaa ni yake.
But kitu mimi naweza sema if they feel like wana own Kenya ni kaa yao, then wafanye venye wanataka. Sasa juu hadi tushachoka venye wanataka, cause the end of the day mi hata kitu na blame sana ni hao MP wetu. I don't blame president, cause MP wange stand na kukata hizo maneno, hakuna hiyo kitu malingeenda. Wao ndo wako na say, but lakini wao ndo wasaliti, ni kumaanisha if tunaenda election nyingine watu washafunguka macho from now. Yeah. Okay. MP wako yeye alivote yes ama no? Alivote no. Haizi kubali kuvote yes, huyo tunajua. Hii mdomo yote je tunaongea angekubali. Anaitwa Musili Mawadhe na yeye alivote no. Na kwanza alivote na sauti no. Wow, congratulations MP. Na mpaka wa Embakasi West. Kwanza wao waliambua ndio walikuwa na sponsor maandamano. Na walivote no. Unajua Kenya niliona MP wengi wenye wako walikuwa nakatana na finance bill. Ndo wengi walivote no, na wengi ndo walikuwa naambua ndo walikuwa na sponsor maandamano. So mi gava by then nipo isikizange watu. Kwanza kuna mbunge huko Wakatondo wanachekelea wananchi sana, na kama jana after wamepitisha alisema 286 against 40. Sasa ground kazi kwenu. Sasa azina nachokoza watu, anakejeli watu bila hata kujali venye kutaenda. Mimi ningetaka kuambia wabunge mjue power ni temporary. Hakuna mtu hata kufa. Ni asipoa kuchishinda mkichekelea watu. Heri tu hata kama una vote hivyo, heri bado uendelee bado kunyamaza. Mimi sijui, siwezi waambia kitu kingine. Mimi ningetaka tubonge na beshte ya Karo ya Cheptoo. Before beshte yake akuje, sijui kama nataka utuambie kama wewe fikiria maybe kunini kupigania any seat. By the way. Okay, hiyo ni kitu yenye watu wengi wanapenda sana kuniambia nifanye. Sijui ni juu napenda wanaonanga ni kama hii group yetu wanaonanga tunaweza leta changes. So ni kitu nuambiwa, but nasemanga siku ya Mungu ikifika itafika. But sasa siwezi pressure, but God ikisemekana Karo ataitisha na win. Then Mungu ni nani? Yeah. Wow. All the best by the way. Najua unaona ukiamua watu najua atakusupport. 2027 ufikirie hiyo maneno, useme ati sijui nini. Jenzi watakusupport hapa. Hiyo ndio utapita. Haina shida. Kama mimi ndo ndafanya change ikue, then mbona nikatae kufanya hivyo kuzia watu wangu. Sasa wewe ukiingia hapo unaweza leta change ama nini unaweza fanya nini unaona haifanywi? Kwanza sana saa hii sijui kama umepatana na mamikokoteni huko. Hakuna maji, tumekaa 1 week sasa bila maji. Aya, mambo ya stima kama sasa hii tumekaa 4 years. 4 years. Hii side yote tunatumia only transformer 2. Iko pale Post na ujue kijiji ni kubwa sana. Pale Post na nyingine iko Diamond. So ukiangalia hii area yote huku hakuna stima. Tukienda hadi kwenye mumetokea kwa barabara main huko hakuna yote. Hiyo area yote hakuna stima. Yeah. Cause hiyo transformer iwezi beba the whole maji na huko na serikali. Drainage bado ukiangalia iko poa sana. Hata ukiangalia kwa news sana Mukuru kwa Ruben ndio iliaffectiwa na ile mvua hiyo floods. Because ukiangalia isaidi huko chini, unajua sasa mali tuko kuko beta. Tungeboingiza huko chini hadi ningeshindwa huko ni wapi, ni manyumba ama ni nini. Drainage huko hata ipeleki maji kwa mto. And the last time I check, kulikujanga hapa waka launch ati wanatengeneza hapo hiyo drainage ya kuingiza maji kwa mto. Hadi sasa wajeirudi. Ukivuka the other side kuna bridge ya kuvuka Lungalunga kama Makadara. Hatuna hiyo bridge sasa, kumekuwa na mavijana wameweka miti ndio wanavuka nayo. You can imagine sasa mvua ikarudi kama sasa venye watu wanaweza hangaika. Then mtu tena akuja launch nyingine aseme ametengeneza. Unaona vitu zingine ndio sisi tujiletea malaana. Koza kusema tu ukweli, hakuna venye wewe unaweza kuwa tu unashiba, unaishi poa, unalala vizuri na pesa ya mtu uwezi kuja kumfanyia the right thing. Wow. Mnasikia akona akichaguliwa by the at least anaweza make a change. Unasikia mambo yenye anajua anaweza change. Yeah, so Gen Z to support our lady hapa. Tukienda tukimalizia hivi, naweza penda kuuliza Gachagua alimpichiwa jana. Sijui wewe unaona kama amefit. Bado sijui kama unaona kama juu ya hiyo huruma ameimpichiwa. Tuseme akienda hata impichiwa hata koti iweze maybe atapita huko Senate na koti. Sijui wewe unaona kama anafit kuwa president.
Okay, in case apite tunaweza ni ile mtu upewa chance tuone kwa hii miaka yenye itakuwa imebaki kabla tuende election ni nini ataleta change. Huwezi judge mtu. Tunaweza taka kuona in case apite ataleta change gani. Asipo pia ataenda tu. Hatutampea hiyo president, but kama ataleta change tutajua. Hapo amefikisha sasa. Kama hatapita tena ataenda nyumbani, hamtamhurumia 2027 mseme juu alifanywa ile kitendo, wacha tumpe president. Kwa hiyo sitaongelelea saa hii. Hiyo sitasema saa hii. Wacha tungoje hiyo siku ifike. Lakini wewe unaona ni kama anaimpichiwa juu ya kutetea mwananchi kama venye watu wengi wanasema? Oh my God. Hiyo sitaongea for now. Tulikuwa tumesema wote waende, wacha tu stand wote waende. Wote waende. Tutaki kuwe ni ukabila, tutaki kuwe ni mmoja tunalalia saidi ya mwingine na ama mwingine. Venye tu tumesema kama ni kufa dereva, kufa bakanga, hivyo tuache kuwe hivyo. Wow. Yeah. Tukimalizia peana namba yako na uongeze kitu yenye unataka kuongezea. Tumia serikali message sasa ya mwisho. Okay, kitu mimi naweza ambia government kuingia ground kusikiza wananchi ndio important, cause hiyo ndio waeka pale mbele. Tusikue mko na viburi ati uwezi sikiza mwananchi mwenye amekuelect. Sikiza mwananchi, wacha sikize maoni yake, then fanya kenye mwananchi amekuweka pale. Wacha kufanya venye wewe unataka kufanya. Alafu nikienda kumalizia, youth ni time yetu ya kufunguka macho, na pia venye mimi nusema si ati anyone unaweza sikiza advice tu ya anyone. Ni uchague mwenye anakupea advice, usitumike, usilipwe 500 ati njaa isikufanye ufanye vitu stupid. Fanya, jua kenye, focus na maisha yako, jua kenye wewe unataka kufanya, usitumiwe akili kufanya kenye wanataka ufanye. Wewe fanya kenye wewe mwenyewe una feel unataka kufanya. Wow. Na nikimalizia pale mnifollow bado. Yes. Naitwa Sasi. Instagram ndio Sasi Damsel. Yes. Then kwa TikTok. Hapo sana kwa TikTok. Mnifollow. Naitwa Caroline Cheptoo. #Caroline Cheptoo. Na namba ya simu ni 0706 547 062. Wewe ukinitaka mnaweza nitafuta, tukaange chini tuna debate mambo zetu. Hiyo ndio important. Na kuna watu wengine baadhi niliona wakijiita kama wewe. Kuna watu washafungua studios zako. Za Caroline Cheptoo. Ndio maana nimesema namba yangu ndio hiyo. Kwa wenye wanataka tukaange chini tunachapa story 1 2 3, hata nyinyi mko welcome tena. Hiyo ndio namba yangu, mnaweza kutafuta, tunakaa chini tunaongea. Kabisa, hata tutakuja, hata mkienda huko one day tutakuja, one of these days tutakuja, mkienda kupeana bibi chakula. Tuone je mnafanya. Mnaweza mko welcome. Na hatufungii mtu. Hata ukitoa mchele kwota ama unga ndogo, kila kitu, hata ukitoa chumvi ya 5 bob, sisi hatukatai. Tusemi hii ndio amount yenye tunataka. Hiyo kidogo ndio tunataka, ndio tu support wale watoto wako chini. Na the moment mtakaa pale mtajionea. Mtaona kwa nini, mbona tunapigania watu wetu? Kwa nini tunakasirika na zile vitu zinafanyika? Kwa tuwezi furahia kama ni watoto wetu wa grow the same venye tumegrow. That's why tunapigania watoto wetu. Pale TikTok uko na followers wangapi ndio watu wasiconfuse so far? Okay, so far niko na 1900 only. Follow hiyo yenye sahi already najua itakuwa imegrow, lakini maybe unaweza peana description kidogo ya account yako. Nilienda kusearch by then nikapata ni kama sahi ni kama 6 hivi. Caroline Cheptoo. Wanaweza angalia nini? Kama mimi nilimjua na nini? Profile yangu nimevaa hii sweater, nimevaa trouser ya jeans na kiatu ya blue. Yes. Converse. Vans. Na pia waangalie videos za kitambo. Waangalie video za kitambo venye tu niko. Sura tu ni kama mimi ndio niliangalia videos. Kuna hizo video niko na huyu dem Jerry. So video zangu mostly niko na yeye. Hivyo hata mimi ndio nilifanya. Nilienda nikaangalia video zako, nikaona mko na huyu, nikajua ni hii ndio real. Hiyo ndio real. Yes. Sawa. Namba yako tukimalizia na majina. Okay, kwa majina wacha niseme tu hiyo, niseme zote 3. Caroline Cheptoo Mumbua. Namba ya simu ni 0706 547 062.
Kabisa. M-Pesa ukituma italeta Cheptoo, italeta Caroline Mumbua. Ama Caroline Cheptoo Mumbua. Kuna zile zinatoa 3. Yangu inatoa 2. Yes. Caroline Mumbua. Ndio akituma kutoka nje zinatoa 3. Yes. Haina shida. Kuwa na 3. Kabisa. Sawa. So watu wenye wanatazama ukiwa hapa nchini, ukiwa huko nje ya nchi, wacha tu support you mrembo. To represent vizuri sana, and I'm sure kimsupport. God is going to bless you kwa sababu ukipeana hakuna siku utawahi kosa, na unasikia kuna initiative, mnaweza support pia hiyo initiative. Tuko na her friend anaitwa Njeri. Wacha naye kuja akae hapa. Tumeshukuru sana. Asante sana. Okay, karibu. Kabisa. Tuma au pokee mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi, kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joeparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders app. Uanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha. Yes. Mimi nataka kuambia ladies MPs. Kalia hapa Njeri. Yes. Ningetaka kuambia ladies MPs, ni vizuri kusupport mtu kama Cheptoo. Mshikilieni kisiasa. Mnaona ni mtu anaweza wika pale bunge sana, asaidie atetee haki ya watu. Ni vizuri kushika mrembo kama wewe mkono. Tindi wenye anakosa maybe ni finance ya kusimama, anaogopa. Kwa hivyo ni poa kumsupport, mumshikilie. Yes. Tuongee na Njeri support system. Yes, unde alikuwa na wika sana pale chini. Kabisa. Na watupea chakula. Sasa Njeri, niko poa. Nashukuru. Mwambie majina yako yote, wewe mtaa yako kama bado ni hii. Mimi kwa majina naitwa Beth Njeri Muturi. Mtaa ni Rube. Emba cash, emba mukuchu, emba pesa. Hiyo ndio mtaa. Wow, wewe ni sister nani? Actually mi si sister yake, but she's like a sister to me because tumegrow pamoja. Shule tumeenda moja. Mtaa tushinda pamoja. Yani kila kitu yani imekuwa tu ni back and forth, kukiwa na issue, kukiwa na shida, yani tu tumeshikana kama tanye. Mnachochana. Mnaremania. Turemani. Tunafanya, empower, tunaji-empower. Mimi na anani empower, mimi na empower in different ways and in different things. Yes. So umetoka pande gani ya Kenya? Wa mlima. Kulingana na jina umesikia. Nimetoka pande ya Murang'a mlima. Penye na face Mount Kenya ndio ile. Wow. Na mlima imeguzwa. Hapo hata iguzwe bado tutaguza kuote kwa sababu si stand yetu ilikuanga wote waende. Mlima isibaki na Kale isibaki. Kalenjin. So kama ni kusonga wasonge wote. Kufa dereva, kufa makanga. Yes. Hiyo ndio ilikuwa state. Yes. Na hiyo ndio ilikuwa hashtag yetu. Kama ni kusonga wasonge. Kwa hivyo sasa hii imechange. Haija change. That is the stand. Na tuna stand hapo. Liwe liwalo. Kukuche, kunyeshe, nini fanyike, stand ni hiyo. They should go wote. Hakuna mzuri. Yes. Hakuna mwenye amefanya kitu kubwa kuliko mwingine. I think hata time ya kukaa chini decisions zimekiwe, wanafaa wakae wawili wa make decision. Si huyo ana make decision akiwa huku na mwingine akiwa huku. Hiyo nchi kweli itasonga? Haitasonga. Sasa wewe pale Bomas tulikuwa tunaona kwa video ukiwa very vigorous, ukiwa umekaa hapo chini. Na wewe tulikuwa tunaona kama ungeshika hiyo mic ni kama kungewaka. Sasa wewe ungekaa, ingekuwa ni wewe umepatiwa chance ya kushika mic, ungesema nini?
Actually point yenye Cheptoo amesema ya kwanza, reason ya sisi kuchomeka na kuumwa ni ile situation sisi tunaendea huku chini, and then inafikia to that let me call him a dad ama grandpa. He even cried and it was very touching. Ukiona on that day ama ndio shai kuje, hakukuwa na public participation yoyote ya kuuliza wananchi kama mmekubali mnaona shai inakuja, mnaiona aje? Haikuwa. So senye wanataka mambo zao zenye hata tujui, cause sisi hata tukienda tu kwa tunajua kama ni impeachment inaenda kufanyika, cause the whole thing Bomas ilikuwa about mwenye ameitwa hapo, ilikuwa about Gachagua aende. Sisi we were clueless, we did not know ati tunaenda kuimpeach mtu. Sisi tulikuwa tunajua tunaenda kutoa maoni yetu kenye inatuuma na kenye imekuwa ikitusumbua, na plus ule mzae watu waambie shai kikuja. Walituita hiyo public participation, they did not call us, they did not even advertise it, but wao walikuwa na hidden agenda hapo nyuma. Kwanza anaitwa TJ Kajwang, huyo ni mlainer, cause yeye ndiye alikuwa nikata alikuwa amepewa list ya watu wenye wanaongea juu. Alikuwa ukisimama anasema wewe huyu mwenyako hivyo. Sasa kelele yetu na views zenye tulikuwa nazo ndizo zilifanya sport ikakuja where we were. So ni kama walikuwa wanataka, kuna wale walikuwa wamechaguliwa maybe waongee ndio yani mic ingepewa kila mtu ndio wasiseme wote waende. Kulingana na our thinking na vile tulikuwa tunapima vitu. Unajua mtu mjanja ukienda mahali unapima tu kitu unaona huyu msee kuna ile side yenye analala sana. So ulikuwa unapata kuna wale nikaa alikuwa kuna wale kadhaa alikuwa ana pick point. Unaona yenyewe hapa hakuna hizi vitu, si straightforward. Hiyo ndio ilikuwa hivyo, ndio sasa situation ilikuwa kule. So kelele yetu hiyo kwa roju kuchocha Cheptoo nani, yani ndio hadi unasikia hadi sauti yangu yuko fiti, siongeangi mimi by the way. Sauti yangu yuko fiti, ni hiyo kelele nao tulipiga kwa sababu tumepass vitu mingi na tumechoka, yani we are tired. Na sasa unaona kama Cheptoo Junior ndiye alipatiwa mic, unaona kama alirepresent vizuri? Kabisa alisema everything, cause the point was we were tired, and if you are going you should go, you too. Hakuna eti wapatways eti huyu aache huyu. Endeni nyinyi wote. Yes. Na according to you, how unafilaje hii government? Unaifeel aje? Mimi si feel, hata sina feelings kwa hii gava. Juu wenyewe hakuna kitu yenye nothing important. Kama ni kazi mtaani walitu promise. I think hata media uzuri media huwa isahau. Mnaweza rudisha hapo nyuma muone kazi mtaani kikuja ilikuwa inakuja na mshahara ya pesa ngapi? Ilikuwa inakuja na dhao. Imefika ground sasa ni punch na hii uchumi. Na bado wanapigana ati president akae miaka 7, MP miaka 7. Tuache kubeba ujinga bana. Hiyo ni upuzi. 500 umepewa 500. Siku moja mi niko ghetto, nikibai nyama ya 100, nibai sukuma za 30, nibai mafuta ya 30. Yani hata hakuna change. So gava tu yache tu kutuchezea akili. Kuna ene promise wame zile vitu wali promise, kuna kitu wamewafanyia mwananchi? Kuna ni kufinyilia na kukandamiza na kufinya. Na kufinya, yani tu wana press hata huyu mse wa chini. Nikawa wataki maskini kwa hii inchi. Hii inchi ilikuwa ya hustler, tukianza pale siku ya kampeni ilikuwa ni hustler. Tunatetea hustler, lakini saa hii tunatetea watu wenye wanajiweza, watu wakona kila kitu yenye mtu anaweza tamani kwa hii maisha. Enyewe sisi tunaumia huku chini. Wallahi si poa. Tuko chini. Na kulingana na wewe, kulingana na maoni yako sasa, wewe unaona kama Gachagua anaimpeachwa juu ya nini? Gachagua I think wafanyi kazi na hata wote wafanyi kazi. So alafu awase
wao wanaleta self interest zao mbele kuliko zenye sisi tunaongeanga na zenye sisi walitupromise, so wanajieka mbele sana. So kama ni hiyo impeachment nini kila kitu yani 2 point ni ile wote waende, wote wakanyage kubwa wakisonganga. Hata mimi naweza simama president, kwani iko nini? Uko tayari? Very any. By the tunaweza furahia sana kuona lady president by the name Jerry. Mimi naweza kuwa by the wa kwanza kuchagua. Mimi juu najua kama 2027 watu wengi tumechanganikiwa. Juu watu wengine saa hii hata wawekanishwe na kuku hivi, mimi nitachagua kuku. Kwa hivyo 2027 by that tunataka mtu mmoja atasimama. Jerry umetupromise utasimama. Mimi nitasimama liwalo bora mnisupport. Hapa utakuwa na vote yangu by the way. Hata kama ndapata 2 bora nimejaribu. By the way sasa hivi tutacheza kadi zake vizuri. Sasa hivi tunachagua Gen Z. Tumeshaamua tunachagua Gen Z, tuone venye itatupeleka because Gen Z hata ndio tunaona sasa wanataka kusupport kupeleka Kenya mahali tunataka. Yes, because tumefinyiliwa ya kutosha sasa. Yes, true. Tumefinyiliwa, serikali yenyewe imefinyilia wa Kenya. Najua nilisikia wabunge walisema, sasa hii hata tukiwafinya miaka 3 ni mingi, wananchi ni wale watakuwa wamesahau. Sio kama Njeri utakuwa umesahau, na hata venye sasa mlienda huko hamkupoa food, mnaitwa public participation, lakini wanataka mseme kitu fulani. Hawajawaita public participation mutoe venye according to your mind, wanataka mseme venye mnafanya. Wewe mtakuwa mnaona kama mtakuwa mmesahau. Hatuwezi sahau. Ni kama tu vile unajua tumbo yuko wajinga. Utashiba saa dakika nyingine usahau, lakini sisi tumbo. Si tuko tumepelekwa hapo na tumbo. Tulikuwa tumepelekwa hapo na maendeleo na zile vitu zenye sisi tunataka zifanywe na Wakenya venye wanataka vitu zifanyike. Sasa message yako kwa government sasa ni gani tukimalizia? Mimi message yangu kwa gavani, tumetoka kubeba ufala na sisi si karatasi ya switi. Sisi ni karatasi ya switi, lakini hiyo switi ndio ikuwe switi lazima ifunikwe, na sisi tunawafunika, lakini nyinyi mkishatutoa mnatupa karatasi mnakanyaga. Kwa hivyo nyinyi ni sisi na nyinyi. Hivyo ndo naweza ambia hiyo gava. Majenzi utawaambia aje? Majenzi big up. Wacha tutokee, Kenya ni yetu, si ya mtu, na tusipojituma tutatumwa. So ni focus, tuangalie mbele na mbele pamoja, na tusiachane, tushikane, tutetee hii nchi. Mababu zetu waliitetea, na hapo nyuma walishaishi yao, sasa ni yetu, na tusipoitengeneza wenye wanakam they will suffer. Na sasa hapa wewe mtaa unafanya haso gani? Mimi hapa mtaa news ice pops, na pia niko kwa hiyo shughuli yenye Cheptoo amesema hapa ya grao yenye tupikia watoi, na pia mimi ni community health volunteer. Yes, hizo ndizo vitu zenye mimi hudu. Sijui kama naweza mind kupatiana namba pale, maybe kuna mtu anaweza sema hata Njeri acha nimbaie chai. Haina noma. Namba yangu ni 0725 540 668 0725 540 668. Taleta Beth Muturi. Na Muturi is my dad, it's not my husband. Yeah, hauna husband. Niko na familia, I have a family. Mpaka husband. Mbona hapa una familia? Niko na niko na familia. Yes. Sawa. So hivyo unaweza piga usiku. Unaweza beep. Unaweza beep. Na tuko na Beth Njeri Muturi ambaye ni backup wa Caroline Cheptoo hapa, na pia amepatiana namba yake hapo. Kama ulikuwa umesupport Cheptoo, pia yeye msupport. Acha arudie namba mara ya mwisho tukimalizia hivyo. Tulikuwa tumekuja kuongea na wao juu tuliona walitrend sana pale Bomas of Kenya after ile public participation, na Cheptoo akafanikiwa kupata chance na akajiongea na akaongea on behalf of many of people of youth of Kenya. Sasa utarudia namba na useme jina tena. Jina nimesema ni Beth Njeri Muturi. Kwa mdo hapo msisahau, mshike hapa ni 0725 540 668 na italeta Beth Muturi. Alafu pale TikTok ni Odessa _00112.
Instagram ni Beth Njeri, X ni Beth Njeri. Tupatane huko na msikose kutufollow bana, tufollow alafu support bado kwa hawa watu wa mtaa. Anything, ikuwe ni nguo, ikuwe ni kiatu uko nayo. Kuna ule mtu mwenye ana need na bado kuna ule mtu mwenye anataka chakula cause mtaa unapata familia mob. Kupata meal 3 day a day it's hard. So ukileta hiyo mchele, ukileta hiyo kiatu, ukileta hiyo raba, ukileta hiyo kitabu, kuna penye itasaidia na God atabless na atakuonekania na vitu zitasonga vizuri. Kabisa, na mimi nasema hakuna mwenye ashaikosa juu ya kupeana, na kwa hivyo ni vizuri tuwashikilie. Hata unaweza wa reach through na hizo namba zao, waulize kuhusu hiyo initiative. Unaweza bado watembelea huku wakiwa na hiyo uradi. Si mtu anaweza bado kuja, anaweza jileta. Unaweza come, alafu bado kabla nisahau, tunakuanga na fun day ya watoi, yenye tu leta bouncing castle, trampoline cause watoi wa mtaa. By the way, mtoi wako anaweza kuwa amepanda bouncing castle lakini mtoi wa mtaa ajai hata iona na ajai panda. So tukiweka hiyo fun day, tunaekanga ndio watoi wa feel loved na wa feel hata wao kuna hizo vitu zenye wapatu wanazipata na zinawakaribia. Event yetu huko bado grao, ni huku tu mtaa Rube hapo grao. So unaweza support in anything. Shughuli yetu tutaifanya December tarehe 12 pale grao. So if unaweza support in any way, walai tutashukuru kabisa. Ikuwe ni dasi, ikuwe ni chweza, mukuchu ni mukuchu, naemba ni mukuchu, hatuchagui mukuchu ikuwe shilingi ama 2. Sijui kama maybe mnakuwa na maybe pay bill ya kusupport through ama watu wana supporting aje? Tuko na pay bill na bado tuko na namba yetu ya group. Pay bill iko. Namba yenu ya group ni namba pay bill. Namba yetu ya group karo namba iko na Cheptoo. Batajua na namba yenye mpeana. But ukiwa na namba yangu bado unaweza reach out, nitakudunga pay bill na kama unataka hiyo namba ya group bado unaweza kudunga hiyo namba ya group. Na bado ukituma kwake zimefika na zimefika. Kabisa. Yes. Na muradi mo. Ndio ngenda kuongerera ati rau nagiko kirekereria. Irado wa mulima kaundu tondu mulima ni muguze. Dorege mera nitotige wiru. Na tutige kuhurana. Sisi ithuothe we are one. Ukue Mkikuyu, ukue Mkamba, ukue Mkisi, ukue Mkale, ukue nani, sisi wote ni wa Kenya. Tane tunyitane na twendane. Na nitukuona bururi witu githie na mbere undu uria ubataire. Si uko poa kwa Kikuyu lakini wase big up. Sawa. Haya. Chonjo. Yes, tumeshukuru sana kutembea hapa. Na Mungu awabariki kabisa. Muendelee hiyo kazi njema mnafanya. Siku anajua mnafanya kazi ya initiative kama hiyo mnafanya, na najua watu watasupport. So wewe mwenye unatazama hapa, mwenye una watu watch hapo, wacha tu support hawa madem. Sasa hii najua one of them akikuwa president, mwingine atakuwa deputy, because wanakuanga hivi. Niliangalia hata video zao hata online. Wako hivi kila mahali pamoja. Naona hata hiyo siku walienda huko Bomas wakati represent vizuri sisi kama emergency na kama sisi kama wa Kenya. So let us support them na mambo itakuwa sawa kabisa. Hii Kenya tumefinyiliwa sana, tuko mahali pabaya, sijui tutaelekea wapi. Maana tunafinyiliwa hii pande nyingine. Kama sasa hivi unasikia kuna hospitali hazifanye kazi, wa madaktari wamegoma. Unaona? Serikali instead iende kwa bunge iongelee kitu kama hiyo, wako busy kufanya kitu inaitwa kuimpeach nini. By the way, in fact mimi Chumamoto kuongea ukweli, since tulichagua hii government sijaiona wakiwa wameenda kuongelea kitu ya maana kwa bunge. Hakuna. Na warudi na by the way kila kitu wanafanya ni against the will of the people. Na alafu kwanza wanapatiwa hadi inaitwa aje reimbursement ya kuketi na kupiga mdomo kama kuku inakula mahindi. Sio wametuchokesha by the way. By the in fact wase Kenya naweza sema wacha hii election yenye inakam, wacheni tuweke mtu, kwa sababu mtu mwenye unajua ukimweka pale ataangalia ile mahitaji yenye sisi tunataka. Wacha ikuwe youth for youth. Tumechoka kuondeshwa na wababa. Unajua hadi mbaba akizoeka anakuanga mjinga. Mjinga ni mjinga na kuna siku yenye mjinga atairevuka. Na akierevuka atakuwa pabaya. So ni sisi wenyewe majenzi, youth for youth, tusimame na youth mwenzako. Youth anajua kenye unapitia, youth anajua kenye mama yake anapitia. Alafu hadi bado tunaona situations zenye wase wanapitia. Kama mimi kwetu unajua situation yenye wazazi wangu wanapitia, na they are crying, kila siku wanateta.
So mimi niko na hiyo uwezo ama mwingine ako na hiyo uwezo kama youth ya kujua kenye mzazi, mzee, mama nani anapitia. So tushikaneni kama mayouth na tutengeneze Kenya. Juu tusipoitengeneza tutachomeka. Na hiyo ni maneno ya busara. Sababu by the way Kenya kuna venye saa hii wanatubeba, kuna venye at times wanatubeba ujinga sana. Hata huyu mwenye anaimpichiwa Paxson, najua wengi wetu ama wengi wenu mnamtetea sana. Unajua Kenya anaimpichiwa sana ni corruption. Ati sijui amefanya nini ama nini. You are not sure, wewe ujui kama ni ukweli. Inaweza kuwa ni ukweli sababu huyu mtu unaona kwanza kazi zake zenye ziko in question na anazi explain na 2 hours. Lakini Kenya sijui kama wewe ukiambiwa explain utajiri. Sasa hizo si utajiri yake hiyo. Hizo ni zenye ziko in question. Na anazi explain na 2 hours, anazieleza na masaa mawili. Kwa hivyo huwezi jua. Pia maybe anatetewa na watu. Na ni ukweli maybe unasikia? Ameporapora. That's unasikia, si kutetewa, anatetewa na watu. Hata umesikia wamesema vizuri sana. Wamesema kama anaenda waende wote. Hapo si ati ni mmoja anaenda. Si ati hata Gachagua anatetewa. Ni vile hata si mzuri, but sasa mbona aende peke yake? Wanasema waende wote. Yes. Kwa sababu Kenya huyu ako nayo, Kenya hii inafanya aende, ndio bado iko na huyu. Sina kwambia mkiwa kwa gari moja, lazima utajua makanga ni nani kwa sababu atakuja kuitisha do. Si ndio? So akuja kuitisha do, akishuka we kama abiria na sinoma umia na makanga aendi na change yetu by the way. Change rudishwe alafu waende na dereva wake. Hivyo anasema hakuna mwichi na mchudhaniria. Hiyo sasa. So wakienda wa make sure wamerudishia Wakenya nini change ndio wakienda ziende na pesa ya Wakenya. Yes. Hiyo. Sawa. Thank you very much. Tumefurahia kutembea hapa na Gen Z, big up sana because kama hii nchi sasa mahali tumefika sasa. Gen Z wametetea Wakenya vizuri na so far so good, na tunajua we are going to make it 2027. Tuna hope our president atakuwa ametoka kwa Gen Z. Na wasisahau venye walisema Gen Z walisema 2027 ni kuficha ID za wazazi. Unajua wazazi ndio wanadanganywa rais. Na ndio watakuwa wamesahau. Unajua watakuja wapewe unga hiyo tu time ya campaign wasahau. Waambiwe huyu mtu waulizwe mko pamoja tupeleke Kenya mbele. Alafu by the way quick recovery kwa Murara. Manze pole, whatever happened there, it was not right. They did you wrong because wanajua you are telling the truth na wanajua umekuwa ukidig deep kuonyesha Wakenya na hata wale madwanzi wenye wako huko nyuma wenye wanajifanya waone. By the way pole sana na kuish quick recovery. Unajua siasa tunaweza ongea hapa na hataimaliza. Mimi nataka tumalizie hapo, utasema neno lako la mwisho. Mimi niseme naitwa Karanja Gatua, pale nyuma tulikuwa na DPP kutoka Kusta TV na nipatiwe Paxson TV atumalizie. Yes, wacha peane namba ya mara mwisho ndio mlimalizie. Na mimi by the way mimi nataka mshike hapo vizuri. Namba ni 0725 540 668 na italeta Beth Muturi na bado mnifollow pale TikTok ni Odessa_0012 na pale Insta ni Beth Njeri, X ni Beth Njeri na bado mtufollow kwa nini yetu ya Facebook ya Ladies on the Move. Tunawapenda na Mungu awabariki na chote utatuma wacha irudi kwako mara 4 ya yenye umetuma. Mungu siku zote. Kabisa. Na pia sisi mkumbuke kusubscribe hapo YouTube. Kabisa. Chuma Moto Media, Kusta TV ama Paxson TV. Na 2027 tunatengeza serikali ya mahasra, serikali ya mama mboga, serikali ya mwendeshaji pikipiki ya ukweli sasa ya majenzi na tukipeleke Kenya mbele. Hiyo bado ilikuwa kupeleka home. Yes. Thank you mwana wa Paxson TV kwa kumakia na kuma hodoki kene tamu kuru kwa Ruben. Na no wake igwa a Kenya tia kenu nuri thirikari ya twara tutwarite na marakorwo makiuga ate agikorwo mundu tawo Gachagua ni ukorwo kiinuka mainuke na president tondu tutitwaritwo wega. Hadi na Paxson TV ni jitagwo Paxson Shege wa Gunya.